Shalom, 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 watumishi wa Mungu, watazamaji na subscribers wa channel ya Mchungaji Norman TV. Leo tupo kwenye wakati maalum ambao mtumishi au Mchungaji Norman ameamua kujibu maswali, baadhi ya maswali ya watu ambao yalikuwa yanawatatiza na maswali ambao walikuwa wanahitaji kujua na kufahamu kuhusu maisha yao na vitu vinavyowatatiza kiroho na kifikra. Karibu sana Mchungaji Norman. Naomba nianze na swali la kwanza la huyu ndugu yetu. Huyu anasema yeye yuko Malawi. Swali lake anauliza, mtumishi wa Mungu, vitu vya kulishwa kwenye ndoto mtu anaweza kushindaje? Akiwa anamaanisha anaweza vipi kushinda vita ya kulishwa vyakula ndotoni akiwa amelala, anaota analishwa vyakula tofauti tofauti. Sasa je, anaweza vipi kushinda ile vita na kuweza kujikinga kutokana na kulishwa vyakula ndotoni usiku? Amen. Ndoto za kuota unakula, na kama hiyo inakutokea mara kwa mara, basi ni dalili kwamba una kifungo ndani yako, na ni dalili kwamba kuna vitu ambavyo huwa vinatesa maisha yako, na ni dalili za uchawi kwenye mwili, yani kuna uchawi kwenye mwili. Na kama unaziota mara kwa mara, hapo nimezungumza. Lakini ndoto za kula sio mbaya. Mbaya ni pale unapoziota mara kwa mara. Unalishwa, unakula, unalishwa, unakula, nini na nini. Hapo ni mbaya. Maana yake unashiriki kabisa kwenye vikao vya kichawi na unakula hizo nyama. Sasa hizo ndoto, mfano nyingine mtu anaweza, labda nikwambie ndoto ambayo sio mbaya, ikikujia mara moja, sio mara kwa mara moja. Mfano unakuta unakula kuku hiyo kaangwa, ni ndoto nzuri. Samaki ile kaangwa ni ndoto nzuri ambao zinaleta baraka sana na utajiri mkubwa na riziki nyingi za kifamilia, na kama ndoa mambo mema tu, yani na kujulisha miladi yako itaenda vizuri na mambo yako yatakaa vizuri. Ila isipokuwa ukiota na kula baadhi ya nyama, basi unaweza ukasengenya. Usengenyaji zingine ni mbaya. Mfano ukiota unakula nyama ya mtu mara moja, unakuta unasengenya, maana yake unamsengenya. Sasa wengine wanashtuka, lakini ni mara moja. Sio kwamba wiki hii umeota, wiki hii tena umeota, wiki hii tena umeota. Basi ujue unashiriki kwenye vikao vya kichawi. Na ukiwa unaota kwamba unakuta unaota unakula tikiti, mwingine anaota anakula mayai, mwingine anaota sijui anakula kitimoto, mwingine anaota anakula ugali. Kula ugali maana yake unazijua nguvu za kiume. Kama nguvu za kike, maana yake una nguvu za kike au una nguvu za kiume, kwa hiyo unahitaji kumwomba Mungu kurejesha. Na mwingine anaota anakula wali kwenye ndoto, nani hiyo ni ndoto mbaya. Lakini ndoto mbaya wali kama imechanganywa na mchuzi, maana yake ni tatizo hilo la ugonjwa wa kisukari au ugonjwa wa virusi ambao unaingia kwa mtu. Lakini kama wali ndoto kwamba utapata habari njema zitakazo kuletea furaha, wala kawaida. Sasa ndoto hizo nimesema una mfumo mingi tofauti. Na hiyo ndoto ya kwa ajili ya kuota mara kwa mara, ushinde vipi vita ya kuota ndoto ya kula? Kwanza kabisa ujue kwamba unatakiwa ujitahidi, iko ni kifungo. Kama unaota mara kwa mara ni kifungo cha kichawi. Maana yake unahusishwa na uchawi pacha, ambao wewe sio mchawi lakini unashirikishwa kwenye vikao vya kichawi. Ina maana na wewe unaroga. Kwa hiyo cha kufanya, weka bidii ndani ya mambo ya Mungu. Mtu wa maombi, kuwa mtu wa maombi sana, mtu wa ibada, jishughulishe kwa Mungu. Fanya kazi ya Mungu, hata kushuhudia, kuhubiri watu waje kwa Yesu. Fanya hizo kazi za Mungu, kufanya usafi pale kanisani, jibidiishe ili kiwango chako wewe cha ACD kipande juu. Na kikipanda juu kile kiwango cha ACD, manake hao majini wanaokuletea hizo ndoto
watakuachia. Kwa hiyo lile ni lango linakuwa linakumiliki, na kuna vyumba kule chini ya bahari pia iko Chaburian au majini pia wanaweza kuleta hizo ndoto, ni kama sehemu ya kufisha mema yako na kukuingizia laana na mikosi na kutembea kwenye hali ya uchawi mwilini, wakati ya ile hali wewe hujui kama ni mchawi. Kwa hiyo weka bidii ibada, maombi, utoaji wa zaka, kuhubiri wengine pia wamjue Mungu, waokoke, tenda mema, ishi maisha matakatifu. Alafu utaona hizo ndoto zenyewe zitakata, kwa sababu majini huwa hawataki kero ya maombi. Hiyo ni dalili ya majini. Kuna majini ya kero ya kite, jini ya kite, jini la kero ya ndoto kama hizo za chakula. Kuna majini migoi, kuna majini mengine yapo ya ndoto kama hizo, ambayo yenyewe yanakuja kwa ajili ya kukuletea kero usivyovipenda, ndoto mbaya za kula hizo, na wengine wanaota natumbukia kwenye mashimo nini. Ni majini ambayo yako kule kwenye madhabahu za giza, yanakuletea kero na kwa umeunganishwa. Kwa hiyo wewe weka bidii kwenye mambo ya Mungu. Ukimwabudu Yesu vizuri, okoka. Kama hujaokoka, okoka, kabidhi Yesu maisha yako. Na kama umeshaokoka na Yesu, basi weka bidii katika kumwabudu huyo Yesu wako, utaona hiyo hali inakuachia. Naomba ndani ya yale masaa kulingana na nyota yako. Kuna yale masaa nimesema, yale kulingana na nyota yako. Wa muda huo uking'oa huo uchawi unang'oka, ukiukataa unakuachia, ukiufuta unafutika. Tumia huo muda, fuatilia kule kwenye hilo somo la nyota, masaa ya kuomba, mipango yote iko hapo. Kwa hiyo utafuata mlolongo wote, zile tabia acha, kwa sababu hao majini hawapati nafasi bila kuwa na tabia fulani. Kuna zile tabia ambazo za hati ya mashtaka zinakuwepo kwenye nyota, chana nazo. Vyakula vile, kula vyakula ambavyo vinaendana na nyota yako, pia nimevieleza hapo kwenye somo la nyota. Kwa hiyo ukifuatilia vizuri, basi utakuwa salama zaidi. Tatizo linaondoka hilo na alirudi tena. Amen. Amina, mtumishi wa Mungu. Tupo na huyu mpendwa anatokea Arusha, anasema, je, mtumishi, naomba nijue, je, kutumia mitishamba kama dawa ni vibaya? Kutumia mitishamba kama dawa? Ndio. Kwanza, kutumia mitishamba kama dawa sio dhambi. Isipokuwa dhambi ni pale hiyo mitishamba wewe umeipata. Yaani hiyo mitishamba ni ya aina gani? Ni dawa za aina gani? Kutumia dawa za asili za kawaida sio dhambi, miti nini na sio dhambi. Isipokuwa kwamba unazipataje? Kwa sababu kuna miti mingine ni kawaida, inajulikana kabisa, mti fulani ukichukua ukichemsha inaponya tumbo. Badala ya maombi unafanya maombi, unaanza na maombi, alafu matibabu ni muhimu. Kwa hiyo mwingine unaweza kuta haamini sana dawa za hospitalini, lakini kuna majani tu mazuri unakuta ni dawa kawaida kabisa, ambayo wote jamii inajulikana. Hata kwenye Biblia kuna sehemu Mungu alimwambia saa apake tini mahala palipokuwa na jipu pale penye tatizo, na akapona. Na hiyo sio tatizo. Tatizo kwamba je, wewe unaweka imani vipi kwenye hiyo mitishamba? Imani yako ikoje? Kama ile mitishamba inapatikana kupitia waganga na uchawi na pepo la utambuzi, basi wewe tayari umeshatoka katika imani. Unachofanya wewe sio tena kutumia mitishamba, ni ushirikina. Lakini kwenye miti hii na matunda yako kabisa, hadi matunda duniani hapa ambayo mtu akila anapona hata HIV. Kule katika ulimwengu wa giza huwa kuna siri kubwa sana, huwa tulikuwa tunazijua. Manake hawezi kuugua mtu mchawi nini alafu kaendelea kuugua. Kuna miti iko humu duniani, ni dawa tu ya pressure, dawa ya kisukari, ni dawa ya HIV. Mtu akila tu yale matunda, kila tu vile vitu, anapona kabisa kabisa. Mbona tulikuwa na vitu na viko, ni Mungu ameviumba huku duniani, Mungu ameumba, vipo. Kwa hiyo sasa inahitaji wewe uwe na uelewa. Kama kitu ukielewi, ilo nasikia mganga anasema siji mti fulani kachukua mpelekee akaufanyie tambiko ibada ndio utumie,
au ule mti fulani ukiwa umelala kwenye kaburi, macho yameangalia juu, sijui unywe dawa hii jioni pindi jua linazama, au unywe mchana wakati jua kali. Masharti hayo ndio huwa yanatokana na uchawi, ushirikina. Sasa ukishaanza hizo imani za kunywa dawa hii, sijui dawa hii kunywa ukiwa wapi, sijui kunywa ukiwa uchi, sijui choma, sijui vijifukize ukiwa uchi, ujue hizo sasa umeshaingia kwenye imani ya kishirikina, na sio dawa tena kama tiba unayotafuta wewe, bali ni imani za kishirikina za kiganga. Lakini ni vizuri ukatumia vitu vya asili katika kuimarisha afya yako, ni jambo jema. Ukitumia kwa daktari dawa za kisasa zaidi ni vizuri. Tumia miti, dawa za asili, yani hizo za miti, mimea, matunda nini, pia inaimarisha afya. Kwa hiyo sio dhambi kama ukitumia chanzo chake kikiwa ni lengo jema, au sio pepo utambuzi, sio maagizo ya mganga, chanzo chake kikiwa sio uchawi, wala haukuhusishwa uchawi wote, bali ni sayansi tu. Watu binadamu Mungu amewapa akili, kwa wamechukua hiki, wamechukua hiki, wamejumlisha, wameona hii ni dawa ambayo mtu anaweza akanywa akapona tumbo, au akanywa akapona kifua, au akanywa akapona UTI, au akanywa akapona. Kwa hiyo inawezekana kabisa na mtu akawa salama. Wengine wakutana na UTI sopona, wengine wakutana na magonjwa nyemelezi. Kwa hiyo kuna miti fulani akitumia inaongeza kinga, kwa hiyo anakuwa salama kabisa, na ni Mungu ameweka hivyo vitu. Sasa sio kijua kwamba upande wa giza, wachawi pia nao wakiugua, kuna vitu wanavichukua humu duniani. Kuna miti, kuna matunda mengine porini huko, wanapona. Ni kutokana na akili na maarifa, wala sio wao walioweka, ni Mungu aliyeumba hiyo miti. Lakini wewe mtu wa Mungu unajua kabisa procedure ile tengeneza dawa, ulichukua mmea huu, inaeleweka ni dawa, imekutibu, na inaweza kutibu kama ni fungus, UTI, kama ni kisukari, tumbo, nini, pressure, yote, ugonjwa wote ule. Kikubwa chanzo chake kisiwe ni uchawi au shirikina. Amen. Kuna huyu mpendo wa Mungu anasema, mtumishi, nipo Kitunda, Dar es Salaam. Anauliza, mtumishi wa Mungu, vipi kuhusu wateule waliozungukwa na ulinzi wa Roho Mtakatifu muda wote? Wameokoka au ni watu wa kawaida tu? Amen. Kuhusu wateule ambao kama kwenye shuhuda fulani niliwahi kuzungumza kwamba kuna watu ni order from God, order from heaven. Yani hawa ni agizo kutoka kwa Mungu kwamba wasiguswe kwa lolote mpaka pale Mungu anaporuhusu. Sasa hawa huwa wanakuaga ni wanadhiri. Ni mtu mnadhiri, yani toka tumboni Mungu amemuumba kwa kusudi fulani, amemweka duniani kwa kusudi fulani. Wanadhiri wale hawakuishia tu kule kipindi cha Agano la Kale. Mpaka leo wapo ambao wanadhiri, yani toka tumboni, yani ile ni process iliyofanyika toka mbinguni, kwamba tumpeleke huyu na huyu ana agenda fulani, kwa ajili ya agenda fulani na jambo fulani. Mpaka leo wapo wanadhiri. Na huyo mtu mnadhiri huwa ni kama Samson ile ilikuwa ni Mungu anataka kutufundisha, alitufundisha maisha yote ya Samson. Yule Samson sasa usichokijua, Samson yuko mbinguni. Umeona? Lakini maisha yake aliyopitia yale ni kwamba tunafundishwa sisi binadamu ambako tuko kwenye dunia hii, jinsi gani Mungu anafanya kazi, jinsi gani maisha ya Samson sisi tuletewe habari. Lakini Samson ukiangalia ndio hao wanadhiri. Kwa hiyo Samson pamoja na mengine yote aliingia changamoto kama kina Ibrahim. Walikuwa na changamoto zao, kina Yakobo walikuwa na shida zao, lakini wale ni watu ambao waliteuliwa maalum na Mungu. Asili ya Roho Mtakatifu ilikuwa ndani yao tangu tumboni. Walishaumbiwa nguvu ya Mungu na ni wanadhiri, wamewekwa duniani kwa kusudi maalum. Hata leo wapo watu wa namna hiyo waliowekwa duniani kwa kusudi maalum. Sasa hawa huwa mara nyingi wanampendeza Mungu. Yani visa vingi, hata Musa ilifika sehemu
akamkosea Mungu, lakini huyu alikuwa mnaziri, huyu alikuwa ni mtu wa Mungu. Mungu alimwandaa. Pamoja na makosa yao hawa huwa hawatoweki kabisa, mwisho wao haui mbaya. Leo utaangalia makosa yao mengi, lakini akishakuwa mnaziri tu tayari huyo ni mteule ambaye ni agizo Mungu, na kama atapitia maisha fulani, atapitia changamoto fulani, basi Mungu anataka aifundishe dunia, afundishe binadamu kwamba wajifunze kitu kutokana na pale. Lakini hawa huwa mwisho wao ni mzuri, mwisho wao unakuwa ni mzuri. Kwa hiyo hao huwa kwanza wanakuwa pia ni watu ambao hata kama amezaliwa na mzazi, huwa wanakuwa ni wacha Mungu, ni mcha Mungu. Kwa hiyo hata iweje lazima ataokoka, lazima ataingia kwenye mambo ya Mungu, atakuwa mcha Mungu. Anakosekana na ile nguvu ndani yake na msukumo. Hao ndio huwa kuna kuaga na maagizo, na kutatoka mdogo anakuwa anaepushwa na mambo mengi, analindwa sana, wachawi wanamuinda nini, lakini hawampati, na anakuwa mkubwa, unakuta bado hajaokoka, lakini ndani yake ile nguvu iko, hafanyi maovu, hafanyi na mwisho huwa wanaokoka hawa. Na anapookoka pale tayari kunakuwa anaenda kutimiza sasa kusudi huku Mungu anataka mtumie. Na wengine wakuta bado hajaokoka, lakini kuna kusudi fulani, na ndio maana wakuta kuna wengine wakuta hajaokoka bado, lakini anatoa sana, ni mtoaji sana, yani anasapoti kazi ya Mungu, hasa kwenye makanisa ya wokovu kama kina Cornelio wale. Sasa wale na kama kina Dorcas, wapo hata wale, ndio watu hao aina hiyo. Hao ni watu ambao wana Roho Mtakatifu toka ndani, toka tumboni. Kwa hiyo huwa mwisho wao unakuwa mzuri, na maisha yao naishi duniani huwa inakuwa ni fundisho. Mungu anafundisha binadamu ili waweze kumjua vizuri yeye Mungu ali hai. Kwa hao ndio tulikuwa kiwagusa kule, Roho Mtakatifu anatetea. Anasema mmevuka mipaka, mtu huyu hamtakiwi kumgusa kwa lolote. Hii ni order kutoka kwa Mungu. Agizo hili limetoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mnaona kabisa amekosea, lakini kwenda kumgusa pale, mpaka izini kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na akishambuliwa pale huwa wanajirudi haraka. Ni watu ambao si wepesi kwanza kuanguka kuacha wokovu. Yaani si wepesi kutoka kwenye neema ya wokovu. Alafu huwa wanapitia mambo mengi na changamoto nyingi, lakini huwa wanashinda sana. Wanashinda mara nyingi. Mwisho wao utukufu wa Mungu unakuwa ndani yao. Kwa hiyo hawa ni watu wa tofauti, wanalindwa tofauti. Lakini pia hata mtu aliyempokea Roho Mtakatifu huku Bwana pia analindwa naye kwa nguvu za Mungu wakati wowote, nategemea na uadilifu wake kwa Mwenyezi Mungu kupitia Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Barikiwa sana mtumishi. Kuna huyu mpendwa anasema, je, dunia ni frati au bapa? Na je, wakati mpo kuzimu, mawasiliano yenu baina yenu na Lucifer, mlikuwa mnatumia lugha gani kuwasiliana na Lucifer kwenye vikao? Na nianze na hiyo kwamba dunia ni frati yani au bapa, duara au flat, si ndio? Ndio. Au bapa. Ndio. Bapa au duara. Ndio. Dunia, wakati nipo kwenye kitengo kile cha kuwa giza, tulikuwa na uwezo wa kutoka nje ya dunia na kuingia kupitia mlango wa sayari mbili, Zohali na Saturn. Hizo ni sayari kati ya hizo sayari zingine. Lakini hizo ukitoka kwenye sayari hii ya dunia, unasema sayari, yani ulimwengu huu. Kwanza dunia naona kama ni kiumbe, kwa sababu chenyewe kina uwezo wa kupumua, kuamua na kuzungumza na kufanya. Yani ni kama kiumbe. Dunia unapoiona hii huwa inaona, tulikuwa tunaweza kuisemesha. Naisemesha, naizungumzisha, na inapumua kila kitu kama uhai wa mtu. Na kuna viumbe pale, kuna hawa Mungu aliwaumba, ameweka hapo. Kuna nuru, kuna huyu binadamu ambao wako ndani ya dunia, humo ndani, na majini hapo,
Lakini kuna huyu giza. Sasa wote hao ni viumbe ambao wapo kwenye dunia, lakini pia kwa muonekano dunia ni mduara, sio flat. Ni mduara ambao mduara huu chini ni flat. Chini ni flat, lakini kuna mduara, yani kama kitu ambacho kimewekwa kwenye meza. Na ile pale ni kwa sababu ya Mungu yeye mwenyewe. Kuna madaraja huko huwa anayatumia katika kutoa taarifa duniani na kwenda huko, na katika yani kuna vitu ambavyo, kuna milango mingine ambao, kuna sehemu ambao mwabudu shetani hawezi pita. Hawezi pita, hawezi kanyaga huko. Kuna mlango wa Mungu mwenyewe kuingia na kutoka, na kuna mlango ambao hao malaika wanapita na kutoka. Lakini wakija huku duniani ndio mtaona wanapitia angani, wanashuka kutoka angani, wanashuka kutoka wapi. Lakini kuna mlango ule wa flat chini, ule ni mlango wa malaika. Tunasema Mwenyezi Mungu, mlango wa Mwenyezi, yani ule pale huwezi pita kiumbe kingine chochote. Sasa anapoingia pale ndo wanakuja duniani. Walipokuwa kishuka hapo angani, sasa tukawa tunaanza kupigana nao. Lakini ule ni mlango ambao wanatoka kule, na ule mlango huko moja kwa moja. Sayari zote zina mlango, zote zina mlango wa Mungu. Hiyo nitakuja kuizungumzia kiundani zaidi. Na yale malango, ile milango, kuna viumbe ambao muda wote wanapiga doria, muda wote wako pale, na hagusi, hata Lucifer hagusi huko, kwa sababu ni eneo maalum. Ile flat ni eneo maalum ambako viumbe watakatifu wanapita huko. Na ukilinganisha mbingu, kama kuna ujumbe, kuna nini, Mungu anazungumza na dunia, anazungumza kutoka huko. Kwa hiyo hapo mtumishi unawaambia kwamba dunia ni duara ambayo ina uflati kwa chini. Ni duara ambayo ina uflati kwa chini. Sasa hiyo ndio muonekano wake, na ndivyo ambavyo kwa kitoka kuingia tunaona ilivyo. Sawa. Na akauliza pia kuhusu lugha za mawasiliano baina yenu nyinyi na Lucifer. Mlikuwa mnatumia lugha gani kule kuzimu ili kuweza kuwasiliana na Lucifer moja kwa moja? Lugha ya mawasiliano na Lucifer, ile ni lugha ya kiteta, lakini lugha hiyo ni lugha, yani tafsiri nyingine maana yake lugha ya wahenga, ya kihenga, ya asili ya shetani, ya Lucifer, ambayo yenyewe ile kwanza inakuwa kama uvuvio, kama ninavyosema mtu amejaa Roho Mtakatifu, ananena lugha ya mbinguni, si ndio? Lugha ya Mungu ndio Roho Mtakatifu. Lakini pia kwa Lucifer, kwa shetani pia, mwabudu shetani akiingia anakuwa automatic anaelewa zile lugha, zina translate, yani kwa sababu ile roho ya kishetani, ambao roho wa shetani anaingia ndani yake, au majini kiteta, al-kiteta, au hiyo ndo lugha ya ndo hao majini wa asili, lugha ya kihenga, jini jini 0 huyo ni jini kiteta, jini wa lugha ya kuzimu ya kishetani ya Lucifer. Ni lenyewe ni 0. Kwa hiyo ile ina translate, inazungumza, lile jini linasikia, linaongea, linazungumza, linaweza kufanya chochote kulingana na maeneo lolote leo. Mfano hata leo tunaona huyu mtu akiombewa, akipandisha mapepo, kama yuko China, yale mapepo yanaongea Kichina. Yuko Tanzania, yale mapepo yanaongea Kiswahili. Na yako hivi, huyu mtu kama anajua vizuri Kiswahili, na ile jini unakuta linaongea vizuri Kiswahili. Kama hajui vizuri Kiswahili, unakuta na lile pepo linakosea Kiswahili. Hii inaitwa jini kiteta, jini yani jini roho wa Lucifer, lugha ya asili kihenga. Ndio lugha ya asili ya kule, ndio lugha kubwa ya Lucifer. Yani hiyo lakini pia unakuta huyu wakati mwingine anaweza likasoma mtu yuko mazingira gani,
hata kama yani yuko Marekani pale au Uingereza pale amerepuka, litaongea Kiingereza, litaongea tu Kiingereza. Hata kama mtu huyo ameishia darasa la 7, linaongea na linapiga Kiingereza kimenyoka. Utashangaa huyu mtu vipi amesoma kumbe ameishia darasa la 7, lakini lugha ile anavyonyosha mpaka anashangaa. Yule ni kiti, jini O ni jini la kiti. Ukijumlisha kuna majini mengine, jini baba, hilo nitalizungumzia, inaitwa jini baba. Hayo yote yapo huko mbele, lakini kiasi kwamba lugha kubwa ya Lucifer ni hiyo lugha ya kiteta. Tukao tunaita alikiteta, jini O 0 ile jini linaompa mtu mwanga na akili na lenye kutafsiri kila lugha duniani. Ni kama ile roho, tunaposema mtu ameshukiwa Roho Mtakatifu, si anaongea lugha ya mbinguni. Hata kama hajui ile lugha anaponena maana yake ni ya mbinguni, anaongea lugha ambayo hajawahi sikia ya mbinguni kule, na mbinguni wanasikia. Ndio maana lugha ya mbinguni Lucifer hajui, lakini lugha yake anaijua. Na mengine anaongea Kiarabu, mengine anaongea Kihindi, mengine anaongea Kizungu, Kiafrika, yani yote inategemea na mazingira. Hilo jini linaweza kusoma mazingira na likatoa lugha, yani lenyewe ni lugha zote za wanadamu za ulimwengu linazijua. Kwa hiyo lugha moja pendwa iliyokuwa inatumika kwenye vikao ni hiyo lugha ya kiteta. Ya kiteta, yani alikiteta, lugha ya Kihenga na asili ya Lucifer. Amina. Ya pili ni Kiarabu, ya tatu ni lugha yake mwenyewe. Kwa hiyo sana sana ni hivi. Amina. Okay, tuko na huyu mpendwa pia anasema, mtumishi, nipo Kimanzchana, wilaya ya Mkulanga, mkoa wa Pwani. Anasema, na je, kila nchi au bara katika dunia lina aina yake ya majini au majini ni hao kwenye dunia yote? Amen. Kila nchi au bara kwamba lina aina yake ya majini. Majini ni wapo. Kila nchi inaweza kuwa kuna majini yake, lakini uongozi wa juu ndio huwa haubadiliki. Au jina linaweza kuwa yule lakini kule akaitwa kwa jina la tofauti. Mfano huyu Nanar ni jini ambao wengine wanamuita Allah, lakini jina lingine Nanar. Sasa hayo yote ni majina ya Kiarabu. Sasa tunaposema kwamba majini ya nchi, yapo mengine ambayo yani mfano jini kijicho lipo, jini wivu lipo, kwa Kiswahili kabisa lipo, na Subian, hayo ya Kiarabu yapo. Pale India kuna yule Great Cat, jini kubwa la India pale, ambao jina lingine huyu ni Kar, anaitwa Kar. Yanamiliki lile anga, lile eneo sana. Na kila nchi kuna jini la aina yake, kuna aina yake majini. Lakini ya majini kwa hayana limit kwamba lazima yaitwe kwa lugha ya kila eneo. Yani Kichina lazima liitwe Kichina, hayana limiti, ila yako majini ambayo ya Kichina yamezaliwa, yamefumwa pale, na mara nyingi ni majini ambayo yanakuwa ya kushona, ya kufumwa, ya kutengenezwa. Huwa uweze kutengeneza hapa jini ukaliita kwa jina la nje wakati umetengeneza wewe ni Mtanzania. Kwa hiyo ile jini kama ni Subian, basi una jina lake mbadala ambao huo umetengeneza, unaweza kuliita kwa jina la kwako. Sana majini huwa ni hayo, majina yao ni hayo, isipokuwa majini ya kufumwa ndio yanaweza yakabadilishwa jina ikaitwa kwa Kiswahili, au unakuta jini hasila. Kwa ukipeleka kwa lugha kule, lugha nyingine tutasema tunakuta
hasira ina neno jingine anaweza kupatika kulingana na lugha yao. Kwa hiyo kulingana na lugha yao anaweza kutranslate zile jina, kama jini hasira kule akaita jini fulani. Lugha yao hasira ni nini na maana gani, au jini zinaa. Kwa hiyo inategemea na mazingira ambayo wale majini wapo. Unaweza kaliita kwa Kiswahili au kaliita Kiarabu, kaliita Kichina, au kaliita nini. Isipokuwa katika ulimwengu wa roho huwa yale majina ya majini makubwa wale malaika walioasi kutoka kule mbinguni huwa ndio hayabadiliki. Isipokuwa unaweza kuyaita kwa lugha yako, lakini majina yake ni yale hayabadiliki. Ila haya kushona, ya kufumwa, haya kutengenezwa, haya yanaweza kuitwa jina lolote lile katika nchi yote, taifa lolote. Na yale yanayosimamia kila anga la nchi, majini wakuu wa anga wa nchi, wale pia wanaweza kuitwa kwa majina ambayo pendekezo, majina pendwa kutokana na hiyo nchi. Kwa mfano hapa Tanzania ni Grutmati. Huyu ni asili yake, huyu jini muonekano wake ni kama twiga. Kama twiga. Kwa hiyo wamempa jina, ile jini limepewa jina kutokana na twiga wapo Tanzania wengi. Kwa hiyo sasa hiyo ni asili ya Tanzania. Kuna sehemu zingine ukienda pale India nimesema ni kali, yupo yule, au jina lingine wanamuita Great Cat. Kama paka mkubwa. Na Igo pale Amerika nani yuko Rodife. Wako watu tofauti. Ila kama nilivyozungumza, si kila nchi, kila taifa, kila bara basi majini wanakuwa wanaendana kutokana na bara. Hapana. Majini huwa wanaasilia wale, hususan malaika walioasi, wale fallen angel, huwa wana majina yao yasiyobadilika. Yoyote kule yote yanayobadilika majina ni yale majini ya kufumwa, na yale majini ambayo yanawakilisha asili fulani, kukamata eneo fulani, anga fulani, basi linabadilishwa jina aendane na lile anga kuwamiliki wale watu. Amen. Kuna huyu mpendwa anasema, mtumishi wa Mungu, niko mkoani Mwanza maeneo ya Budhuruga. Nilikuwa nataka kujua, je, ukiwa unafuatiliwa na uchawi wa familia na madhabahu za maagano ya kifamilia, unaweza vipi kujitoa na kujikinga katika hizo madhabahu na vifungo vya kichawi vinavyotokana na ndugu au wanafamilia? Jinsi ya kujitoa kama unafuatiliwa na madhabahu za kichawi za familia, unashambuliwa na uchawi ulioko kwenye familia. Hapo jambo la kwanza lazima uokoke, na ukishaokoka hakikisha unaiombea hiyo familia, unaombea hao watu kwa majina yao yote matatu ndani ya muda wako uliopo kwenye nyota kule, ambao muda ule unaweza kuomba lolote, ukiwabadilisha ukisema wabadilike, wanabadilika, ukiombea wafunguliwa, wanafunguliwa. Alafu piga ule uchawi kama umeshajua kwamba ndani ya familia nayo yatesa ni fulani, basi cha kwanza unaposhughulikia uchawi huo, mfarakanisha akose kafara ya kuitoa kule, kwa sababu moja ya kitu kinachowapa nguvu wachawi ni kafara anayoimpa shetani, ndio kinachompa nguvu ya kuitesa familia. Sasa mfarakanisha akose kafara kumpa shetani, mwisho wa siku nini? Manake vitamrudi, ule uchawi utamrudi, utaanza kumshambulia. Ukimshambulia manake atakimbilia msaada kwa Mungu wa kweli, hapo ndipo ataokoka naye na kuacha uchawi. Lakini pia ombea nyota. Huwa wachawi wanakuwepo kwenye familia kwa ajili ya nyota za familia. Kwa anaweza kuwepo mtu mmoja karibu akawachezea familia nzima, akachelezea ukoo mzima. Sasa hapo ombea tu eneo lako la nyota, na ujue nafsi yako, hatima yako wewe ni ipi, yale masaa yako yako kwenye nyota hiyo. Kama hujawahi kuangalia huko, angalia masaa ya kuomba, yajue masaa ya kuomba na mfumo mzima wa nyota ule, ufuate ule, utashinda hiyo vita ya familia na uchawi. Na wakati mwingine usipende kushiriki zile ibada zao, ibada zile za wafu, matambiko, sijui kumkumbuka marehemu nani, sijui marehemu nani aliyefariki, kumkumbuka, sijui kufanya
kwenda kila mwisho wa mwaka siji kutoa hesabu, siji mjini ulifanya nini. Usikuwe mtu wa kushirikiana sana kwenye masuala ambayo si ya Mungu. Kwa kama kuna jambo la muhimu, labda msiba, sherehe, unaweza kashiriki kwa shiriki. Lakini mambo sijui miungu inataka hesabu, sijui kila mwaka, sijui kila mwezi, utaratibu si familia nini, huwa mnaunganishwa wengi na uchawi wa familia. Sasa hii inaweza ikakamata zaidi, ukashindwa kujinasua. Shiriki kwenye mambo ya muhimu, ya msingi, ili kwa sababu uko sehemu ya binadamu kwenye dunia hii. Kwa hiyo huwezi ukaishi peke yako tu bila ndugu zako. Ni vizuri ukashirikiana nao pia katika mambo mbalimbali ya msingi. Isipokuwa kwenye mambo mengine, ushirikina, uganga, uchawi, sijui mila, desturi, matambiko, hayo weka pembeni. Chana. Alafu kuwa muombaji, omba kutokana na masaa yako kwenye nyota, mtafute Mungu, uwe mwaminifu kwa Mungu. Utashinda, utajinasua rahisi sana. Utaivunja. Amen. Barikiwa sana mtumishi. Kuna huyu mpendwa anasema, mtumishi wa Mungu ubarikiwe sana. Ndiyo. Nipo Iringa Ihemi. Nilikuwa nataka kujua, je, kwa nini watu tukilala usiku huwa tunakabwa, na huyo mkabaji anakuwa na lengo gani, na ni kwa nini anatukaba usiku tukilala kwa kupitia ndoto, kiwango ambacho unashindwa hata kujigeuza au kupiga kelele? Amen. Kioto la usiku kwa nini anakabwa? Na wewe mchawi ana lengo gani kumkaba? Na unakuta sehemu nyingine anashindwa hata kupiga kelele, au mtu mwingine anamka anapiga kelele. Sasa hizo ni ndoto za majinamizi. Uchawi ambao mchawi anaufanya akiwa mbali pia. Yaani anaweza kuufanya akiwa kwenye kilinge na madhabahu. Pale anakuwa anatengeneza mdoli, anakuwa na mdoli ambao una jina la yule mtu. Kwa hiyo mdoli anakuwa kwenye kile kilinge chake, anakuwa anaweka pale mishumaa, anajifunika ile vazi la kibla na nani la kuweza kunyonga, kuua. Kuna vazi lile ambao la kwenda kumaliza kazi, anavaa, na muda huo anakuwa anasoma kisomo kibaya, kitabu cha 990 ile anasoma, au ananuia dua zingine, anazungumza maneno mengine haramu ambao hapa nisingeyazungumza, maana ni haramu zaidi, sababu ni mabaya zaidi. Kwa anapokuwa anafanya hivyo, anakuwa anakaba ule mdoli, anakaba na kile kivuli. Wewe anaandika ile mdoli kwa jina lako, maana yake inakuwa ni wewe sasa. Kwa anakukaba, lengo la ule uchawi ni kuua kabisa kupitia ndoto, usingizini. Wengi wanakuta alilala vizuri akaamka, ni huo uchawi. Sababu yule anakuwa anaminya ule mdoli, anaminya, ananyonga. Kwa hiyo kule ndio unahangaika, unaona kama ni kitu kiko pale, lakini anayefanya hivyo yuko mbaya. Ila kwa sababu ya kile kivuli chako, lile jina limeambatanishwa pale, kwa hiyo ni wewe unakuwepo huko pale ndani ule mdoli. Ukikubali ule, maana jinsi anavyofanya, ukikubali kwamba akabinya, ukikubali kwamba pale anapata sauti kwamba mimi fulani, wewe wakati unahangaika pale na ule mdoli unakuwa unahangaika. Wakati unapata shida unageuka na yule nao unakuwa, kwa hiyo unakuwa unashindana naye. Anajitahidi na kukaba huku, anakukaba huku, unashindana naye. Sasa hapo kama ana nguvu yeye ndio anammaliza mtu, na kama una nguvu wewe basi unakuta umeamka salama. Kwa hiyo mara nyingi au unakuta mtu bana alikuwa amelala tu, ghafla amefariki, tunakuta amefariki alikuwa amelala. Kwa hiyo ni hao majinamizi. Yeah. Hao majinamizi, na mengine yanatumwa kabisa ni majini. Jinamizi jinamizi lenyewe linakuja kama moshi mweusi, lenyewe halina umbo kamili, linakuja linaanza kukaba, kukalia. Lakini lengo la mchawi wakati mwingine ni kumtesa tu mtu angaike. Pata shida. Sawa.
Kuna huyu mpendwa anasema, mtumishi na kupata vizuri nikiwa Bunjubi, Dar es Salaam. Anasema, mtumishi, kwa nini usiku, anasema majini wanaokuingilia usiku kimwili ni akina nani, na ni kwa nini wanakuingilia, wanakuwa na lengo gani na wanataka nini, na unaweza vipi kujikinga na hao majini ambao wanakuingilia usiku ukiwa umelala bila ridhaa yako? Yeah. Majini wanaomuingilia mtu usiku wakati akiwa amelala, kwanza hawa ni majini maaba, ni majini ya zinaa, na hawa huwa yanakuja kwa malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza, wamempenda huyu mtu, wanataka kumuoa awe mke wake au awe mume wake. Majini huwa yanapenda nayo kama binadamu, yanakuwa na hisia kama binadamu, na mengine yanataka kabisa yapate haki ya kuoa huyo binadamu na kuzaa naye watoto, na wivu. Majini kama binadamu yana hasira, yana chuki, yana fitina. Majinga yapo pia na wajanja yapo, majini majanja. Lakini majini mahaba huwa yenyewe yanataka kuja kuoa. Ndio mara nyingi huwa mtu anaota kwenye ndoto anavalishwa pete, au kwenye ndoto anaota yuko kwenye kwenye sherehe mara kwa mara anaota sherehe. Basi hilo jini ni mahaba, linamjia kufanya naye mapenzi kwenye ndoto, lakini linadhamiria kumuoa. Kwa hiyo linataka idhini yake liweze kumuoa. Hilo jini mahaba. Lakini lengo la pili la hawa majini ni kuchukua nyota ya huyo mtu na kumfarakanisha na nyota yake ya kuolewa, pembe yake ya ndoa, na kumfarakanisha kibali, kumwekea mikosi, nuksaba. Huwa mengine yanatumwa na wachawi, yaani aje achukue nyota ya huyo mtu kupitia tendo la ndoa kwenye ndoto. Ndio hapo unakuta mtumishi, mtu anaingia kwenye mahusiano, wiki ameachwa, wiki mpenzi amemkimbia. Ndio ni kwa sababu ya hayo majini. Yana lengo hiyo. Sasa mwingine hataki huyu mtu, yani mchawi ameshaenda kutoa mashtaka kwamba sitaki mtoto fulani aolewe au mtoto fulani aoe. Kwa hiyo haya yanaweza sasa yanakuwa unakuta mahusiano yake hayadumu, yuko ndoa lakini tendo la ndoa hafurahi, yuko kwenye yani anakuaga akiwa na mume wake au mke wake anakuwa hana hisia, ila akitoka nje hisia anazo. Akiwa mbali mume wake anamisi, lakini akiwa karibu anamchukia, anaona ni kama pepo la kuzimu. Yani anaona takataka ni mchuki ni. Ile ujue ni jini iliyotumwa kwa ajili ya kuharibia huyo mtu swala zima la mahusiano yake, kwamba kuna mchawi amehusika hapo, kwamba huyu mtu asije akaolewa kama, au asije akaoa akatulia kwenye ndoa siku zote. Kwa hiyo kama ni ndoa, basi itakuwa na mitafaruku, manake kila anaposhiriki tendo la ndoa lile jini lina wivu. Nalo linaona, kwa hiyo linatia hasira, migogoro inakuwa mingi, mwisho wa siku mahusiano yanavunjika, ndoa inavunjika, na pia asili yake haishi pale, inaenda linaharibu biashara, linaharibu afya, linaharibu kazi. Haya majini makorofi, majini maaba, haya huwa mara nyingi yanakuja kuharibu, lakini pia yanamfunga mtu kimahusiano zaidi. Lakini pia njama nyingine inaweza kufanyika ya majini maaba kwa ajili ya kuharibu utakatifu wa mtu. Yaani lenyewe liko tu kumletea mtu, kumharibia utakatifu wake. Kama vile unakuta anaota ndoto ni mchawi kabisa au jini, anafanya naye kabisa na kwa ni tendo ili ahesabiwe dhambi yule mtu. Na kuna muda wanaweza kukuletea sura ya mtu wa mtaani kabisa unayemfahamu kabisa. Ndio. Unaweza kuletea sura ya mtu unayemfahamu kabisa, na hata sura ya mume wake au mke wake, mtu wa ndani kabisa pale anapokuwa chumba kimoja, lakini sio yeye, ni jini anavaa ile umbo. Kumbuka kule kwenye practice nimesema huwa wanatumia yale maumbo ya watu ambao tayari wapo, wengine hawapo.
Kwa hiyo sasa kutumiwa kwa mtu umbo lake wewe kumuona, ndio ni swala la majini wanavaa ile umbo la yule mtu, lakini sio yeye. Jina anaweza kujibadili, wako majina ambao wanaweza kujibadili chochote kile. Amina. Akawa mtu fulani, akawa kitu fulani, lakini sio yeye. Sasa pale anakuja kutendesha dhambi. Au yule mchawi anaweza kuvaa pia sura ya mtu yule aliyepitia kwenye maumbo, kwenye maumbo 99 yale makubwa. Kwa hiyo hilo umbo lipo, jinsi ya kuingia kwa mtu kuwa kama mtu, lakini yeye sio yeye. Kwa hiyo naweka nafsi ile pembeni na yule mtu anaonekana kwa. Sasa wale huwa wanakuja pia kwa ajili ya kuwatesa tu, kumfanyisha mtu dhambi, anaenda makaburini kuzini naye, kufanyaje, na zile mbegu anazichukua, zinaanza zinatengenezwa, yanazalishwa majini wengine. Au huyu mtu kwa ajili tu aikose mbingu, akose ufalme wa Mungu tu, hizo dhambi zake za kwenye ndoto. Yeye anapoota ndoto, lakini sio ndoto, kiwalisia inakuwa ni kweli. Ndio maana mwingine anaamka na kuta kabisa, anaona dalili kabisa ametoka kufanya kweli. Sasa amina. Kuna huyu mpendwa pia naye anasema, mtumishi wa Mungu barikiwa sana, natokea Kibaha, nauliza ya kwamba unaweza vipi kujikinga kunena kwako kwa lugha kusiingiliwe na mashetani na kwa kusababishia kunena kwa lugha zao za kishetani? Jinsi ya kuweza kufanya kwamba kunena kwako kwa lugha kusiingiliwe na mashetani na kwanza kunena lugha zao. Kwanza kabisa jua kitendo cha kunena kwa lugha manake ni Roho Mtakatifu ameingia ndani yako, na lugha ile ni lugha ya mbinguni. Sasa kwa nini watu wanajikuta kwamba wamevamiwa na lugha nyingine, anaanza kuongea lugha nyingine? Hiyo yote ni kwa sababu lugha, kunena kwa lugha kunaendana sana na utakatifu. Roho Mtakatifu akae sehemu chafu. Sasa njia anazozitumia ili mtu aanze kunena lugha nyingine, kwanza kabisa ni roho ya kiburi, au tuseme kiburi. Yaani ile lugha unapoona wewe unanena umefurika, Roho Mtakatifu ana kipimo, ana kiwango pia, anasikia, anaelewa na ana akili. Roho ufahamu na. Sasa pale ambako wewe unanena kwa lugha, anatokea kiongozi anasema, anaimbisha pambio kwamba muendelee na ratiba nyingine, unajikuta wewe unaendelea kunena, kile ndio kiburi. Sasa pale huwa Lucifer akiona vile, anatuma roho wake yeye, hiyo jini hilo likiingia, mtu anaanza kunena lugha nyingine ya kuzimu, ya kishetani. Kwa pale moja kwa moja wabudu shetani unasikia, kumbe huyu alikuwa anataka hiki moja ndio anachokiomba, kwa sababu ya mlango wa kiburi, jeuri, majivuno, kwamba mimi nanena zaidi kuliko wengine. Ile kutumia vibaya, kusikiliza lugha za wengine, unakuta huyo amenena na wewe unasikiliza, unaanza kunena kama hivyo, hujui alikoitoa ile lugha. Kwa ni rahisi kuua lugha ya Roho Mtakatifu wa kweli na kuingia kwenye lugha ya kishetani. Kitu kikubwa ni kiburi kinachomfanyaga mtu aingie kunena lugha nyingine tofauti na Mungu. Na maisha ya dhambi pia, kama una utakatifu, ni rahisi shetani kumtumia mtu na kumuingizia lugha akizani kwamba ni Roho Mtakatifu, lakini ile lugha kiwalisia ni mapepo yako ndani yake. Ndio maana zingine unakuta mtu ananena kwa lugha, alafu hapo ni kibaka, ni jambazi, ni mchawi. Unaona mchawi wenyewe ananena kwa lugha, ile lugha yao. Maana hata wachawi wanaweza kunena hiyo lugha kwa lugha, ukafikiri ni lugha ya mbinguni, lakini sio lugha ya mbinguni. Na wanachoa machozi. Hao watu wanapenda, wanaomboleza sana, wananena lugha fulani, lakini ile lugha ni ya shetani. Kwa hiyo ili usivamiwe katika kunena kwa lugha, usipate na lugha ya kishetani, ya kuzimu, angani, lugha ya shetani. Ondoa kiburi, nenda sawa sana utaratibu wa Mungu unavyotaka. Fuata maelekezo ya Mungu, fuata mlolongo wa ibada kama upo kwenye ibada, fuata mlolongo wa nguvu za Mungu popote pale unapokuwa. Sasa wengine wanakuta mpaka kunywa maji ya kunywa na ananena kwa lugha.
anaenda siji kwenye gari, yupo kunena kwa lugha. Kusalimiana yote kunena, ananena kwa lugha. Leo bobo sika, yani wewe unanena kila sehemu. Sasa ile pale ndio majivuno. Kwa hiyo pale moja kwa moja majivuno ni moja ya hati ya mashtaka kati ni ya 6, ambayo kwa nini shetani akuondolee hiyo lugha yako? Unajivuna kutokana na lugha yako. Kila sehemu unanena huku. Sijui naenda sokoni unanena kwa lugha, unanunua nyanya kwa kunena kwa lugha. Sijui nini unanena kwa lugha kila. Sasa hiyo hata Yesu hakufanya hivyo. Hata kina Paulo hakuwa hivyo. Ndio mtumishi. Kwa hiyo ndio maana Paulo ifika sehemu akasema mtu atakayenena kwa lugha kwenu awepo mwingine wa kutafsiri. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanajivuna. Sasa kujivuna na kiburi ndiko kulipelekea Paulo kuandika kwamba awepo mwingine wa kutafsiri. Lakini kunena kwa lugha ni kuzuri sana kwa muhimu. Kwa sababu moja ya lugha ambayo kunena kwa lugha kama ni Roho Mtakatifu ni rahisi kushinda vita yako, na ni rahisi wewe kuongea, unaongea na Mungu juu ya mambo yako wewe binafsi ambao mtu mwingine asikii, hata mapepo hayajui, hayasikii kile unachokinena. Mungu akubariki sana, na tutaendelea kuzungumza masomo mengine na mengine. Shalom. Barikiwa.